Kisha Nabii Ibrahim akataja maneno yake ya mwisho hapa, na hii maneno yake ya mwisho ndugu zangu, kama ilivyokuja katika aya hii, ndo malengo ya dawa yote hii ambayo tunayafanya hapa leo. Unapoona khutba za Ijumaa kama hizi, mihadhara, kuna darsa msikitini, kuna halaka ya elimu, malengo yote ni kauli yake ya mwisho Nabii Ibrahim. Nabii Ibrahim anamwambia baba yake, ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min arrahman fatakuna lishaitani waliya. Baba yangu kipenzi changu, hofu yangu mimi na hofia moto wa Jahannam isije ikakugusa wewe ukawa miongoni mwa wafuasi wa sheitani. Hii dawa yote ambayo tunaifanya sisi ndugu zangu, kuelekezana, kunasihiana, kutahadharishana, ni ili kila mmoja wetu hapa asije akaingia ndani ya moto wa Jahannam siku ya Kiyama. Usiombe kuingizwa ndani ya moto wa Jahannam. Hakuna mtu anaweza kuyasubiria haya ndugu zangu. Kwanza ni mtu kujiepusha na moto wa Jahannam, moto ambaye inaongea. Moto ya Kiyama ya nari Jahannam inaongea, hii moto ina sauti. Mwenyezi Mungu anaiuliza siku ya Kiyama, ataiuliza wa yawma naqulu li jahannama hal imtalati wa taqulu hal min mazid. Mwenyezi Mungu anaiuliza moto, je, umeshajaa? Moto imejaa mpaka juu. Moto kwa ujauri uliokuwa naye itamwambia Mwenyezi Mungu, wa hal min mazid, kuna wa kuongeza hapa? Moto ambaye rangi yake ni nyeusi, mfuke wake unamyayusha mtu. Wallahi, mtu asiombe masala ya moto wa Jahannam. Ndo kila mara dawa inapofanywa watu waache tabia fulani, waache mienendo fulani, waache baadhi ya mambo ambayo si sawa ambayo wanayafanya. Ni sisi tunajaribu kuokoana ndugu zangu, sio kitu kingine. Ndio Nabii Ibrahim anamwambia, wallahi baba yangu, mimi nakhofia moto wa Jahannam isije ikakugusa wewe ukawa miongoni mwa wafuasi wa sheitani. Lakini Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia Nabii Ibrahim baba yake alikufa katika ukafiri, hakusilimu. Lakini siku ya Kiyama, kama hadithi ilivyokuja katika Sahih Muslim, Nabii Ibrahim atakutana na baba yake siku ya Kiyama. Atakutana na baba yake, amekuja baba yake na majasho na vumbi na uchovu, na nguo naye imekunjika kunjika, nywele hajachana vizuri. Lakini Nabii Ibrahim bado hatoacha kumpa heshima baba yake hata mbele ya Mungu siku ya Kiyama. Atamuita baba yake, atamwambia ya abati, kama hadithi ilipokuja katika Sahih Muslim. Mtume anasema Nabii Ibrahim atamwambia baba yake, ya abati, baba yangu kipenzi changu, alam aqul laka alla ta'sini, nimesikuambia kwamba usiniasi? Jamani, masanamu haya haiwezi kuwa Mungu. Mungu ni Mungu mmoja ambaye leo anatulisha, anatuvisha, anatupa uhai, anatupa hewa ya oxygen bure. Huyu ndo Mungu wetu huyu. Baba yake Nabii Ibrahim atamwambia Nabii Ibrahim, ya bunayya, ewe mwanangu kipenzi changu. Sasa ndo anajua Nabii Ibrahim alikuwa ni mtoto wake. Hajawahi kusema hivi alipokuwa yuko duniani, ya bunayya alyawma la asik, mwanangu, kuanzia leo sitokuasi tena, sema unachotaka, niko tayari kukufuata wewe. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Nabii Ibrahim atamgeukia Mwenyezi Mungu. Mtume anasema Nabii Ibrahim atamwambia Mwenyezi Mungu, rabbi innaka wa'adtani alla tukhzini yawma yub'athun, Mola wangu, wewe uliniahidi kwamba hautonifedhehesha siku ambayo utawafufua waja, ambaye ni siku ya Kiyama. Wa ayu khizyin akhza min abi al-ab'ad, ni fedheha gani iliyokuwa mbaya zaidi ndugu zangu kuliko mtu kuwa mbali na baba yake siku ya Kiyama? Yani wewe leo unaingia peponi, siku ya Kiyama unamuona baba yako anapelekwa ndani ya moto wa Jahannam. Kuna fedheha zaidi ya hiyo? Wewe unaingia peponi, siku ya Kiyama unamuona baba yako anapelekwa motoni, unamuona ndugu yako anapelekwa motoni, unamuona jamaa yako, mjomba wako, shangazi yako, jirani yako, muislamu mwenzako. Kuna fedheha zaidi ya hiyo ndugu zangu? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamjibu Nabii Ibrahim, atamwambia, inni haramtu aljannata ala alkafirin, mimi nimeiharamisha moto kwa makafiri.
Nabii Ibrahim atabaki kuzubaa juu yafanye nini. Atasikia sauti na mambia, hebu angalia chini hapo. Akiangalia chini hapo, Nabii Ibrahim baba yake Azara, mwili wake umegeuzwa, umekuwa ni mwili wa fisi, kama alivyoelezea Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haina kwa Kiarabu anaitwa baba. Ile fisi itashikwa na malaika na minofu yake na mafuta yake, itatupwa kwenye moto wa Jahannam. Na toka siku hiyo Nabii Ibrahim alayhi salam hataongelea tena mambo ya baba yake.